Kutana na bimdada mrembo sana anaitwa Ego. Alikuwa akijipikilisha huku wakiwa na vibe kinoma. Hapa ndipo kaingia mama mkwe wake na kumwambia kwamba mume wake leo anakuja, kwa hiyo ajiandae avae apendeze. Baada ya muda fulani alishavaa gauni fulani zuri sana, limemshika shepu, mtoto ni 10 over 10. Huyu rangi ipo, shepu lipo. Mama mkwe akamwambia, sasa mkwe ushapendeza, ila hiyo bra umevaa ya nini? Huku mjini hawavai hivyo, mmeo hatapenda, hebu vua uje nje akusubiri. Mama alivyotoka nje kakutana na mwanaye ambaye anaitwa Ray. Alifurahi sana. Jamani, mwanangu karudi, mwanangu karudi. Jamaa akasema, mama usijali, mke wangu yuko wapi sasa? Mlete. Mke si akaitwa, wewe Ego, mume wako anakuita huko. Mama akaanza sema, usijali, binti ni mrembo sana. Huyo ndo mke sasa. Mke mwenyewe kaja kwanza na malapulapu na makelele juu. Mwamba kwanza akamsukuma asimkumbatie. Ray akamuuliza mamake, mama hiki ni nini sasa? Huyu ndio mke niliyekutafutia. Huyu ni mke kweli ama kinyago huyu? Ray kamwangalia huyu dada juu mpaka chini. Kaona kabisa sio hadhi yake. Hapa kauziwa mbuzi kwenye gunia. Hata alipoingia ndani alianza kumaindi mamake kwamba kamtafutia mke wa ajabu sana, mshamba sio katoka wapi huko Sitimbi. Alirushiwa picha za huyu binti kipindi huko nchi za nje. Sasa picha na uhalisia wa huyu binti ni vitu viwili tofauti kabisa. Mamake aliendelea kumsisitiza kuwa asiangalie binti alivyo. Huyu ndio mke sahihi sasa wa kuoa na sio hawa wadada wa mjini anaowataka. Mshikaji akuelewa lolote aliloambiwa na mamake. Mamake ikabidi atoke aende kwa mke wake na kumkuta jikoni akiwa analia akisema kwamba inaonyesha kabisa Ray hajampenda. Mama, mwanao hajanipenda. Hapana mwanangu, yani kasema hakupendi. Wewe tunze tu vizuri hii nyumba, mtaishi vizuri wewe na mume wako. Huyo sio mume wangu, tunaongea tu kwenye simu, kumbe hata hanipendi. Dada alikuwa akikanda ngano atoe kitu cha chapati. Jamasi akamkuta na kuanza kumaindi, wewe unafanya nini hapo? Naandaa chakula. Unaandaa chakula nitakachokula mimi na mikono yako hiyo michafu? Mama kusikia kelele kaja pale. Kuna nini? Mama, hebu angalia. Yaani huyu dada mikono hiyo anaweka vidole vyake kwenye pua ndio atatumia kuandaa chakula nitakachokula mimi kweli? Jamaa kaondoka kwa hasira kwamba hawezi kula hicho chakula cha huyo mwanamke. Hata baadaye alikula tu kwa shingo upande. Mamake si akamsifia, si umeona? Huyo binti anajua kupika. Jamaa alikunywa maji kisha akasema asante na kuondoka zake kwenda chumbani kulala. Leo kazi ipo leo. Ray anakutana na mshikaji wake wa miaka mingi anaitwa Mark. Walikuwa hawajaonana takriban miaka 7. Kozi mchizi wetu Ray alikuwa kaenda zake nchi za nje. Sasa karudi na kusema sasa anaanza kufanya biashara zake hapo Nigeria na anataka afungue matawi mengi sana. Walikuwa wakipiga stori na kupasa msosi fulani vya kishua. Lakini huko nyumbani mamake Ray anamuaga mkwe wake Ego kwamba yeye anarudi kijijini. Hapa ni kwake, kwa hiyo aishi vizuri na mumewe na aitunze nyumba yao. Kula, Ray na Mark walienda nyumbani kwa Ray na kukuta kituko. Kanika nguo sebule yote hadi kwenye ngazi za kwenda chumbani kwa Mwamba. Jamaa alimaindi sana na alimuuliza, imekuwaje umetandaza nguo zako zote sebuleni? Dada akajibu kwamba mvua ilinyesha, nguo zake hazikukauka, kwa hiyo aliona sehemu nzuri ya kuanika ni pale sebuleni. Ndio maana nilisema wewe umetoka kijijini, mshamba kabisa wewe. Unaona unavyonitia aibu sasa, nipo na mgeni hapa na kuta umetandaza nguo zako hadi kwenye makochi yangu. Una akili kweli wewe? Jamaa akamuonyesha ishara kwamba atulize jazba, apunguze hasira, lakini Mwamba hataki hata kusikia wala kuelewa, anaendelea kufoka tu. Wewe unaweza kunifanya nikawa kichaa wewe? Hebu toa uchafu wako hapa. Aliporudi nyumbani kwake kakutana na mchumba wake ambaye anaitwa Sandra. Muda huu alikuwa amekaa na rafiki yake hapo sebuleni, lakini sebule ni chafu sana, takataka zimejaa kila pahali. Akaanza kumaindi, huu ujinga gani sasa unafanya? Mbona sebule chafu kiasi hiki? Hebu safisha bwana.
Kisha akatoka na kwenda chumbani. Huyu rafiki yake akaanza kumpamba kwamba mwanaume hatakiwi kukufokea kwa lolote, kwa chochote. Sasa nenda ukamfokee na wewe, umwambie aache kukuonea. Sandra na yeye alivyo kizibo, katoka kaenda chumbani kwa mshikaji na kuanza kumfokea kwamba yeye sio mfanyakazi wake. Kama anataka nyumba iwe safi, ajini mfanyakazi. Mwamba hataki shari wala kesi. Akasema sawa, nimekuelewa. Ego kaamua kumpikia Ray msosi bwana, huku anajilambalamba na kusema kwamba hiki chakula kila mume wake lazima mu-appreciate kwa sababu msosi wake ni mtamu sana. Baada ya kupika kapanda boda kumpelekea Ray. Sema sasa mchizi ni mkali kinoma, alikuwa akiwafokea wafanyakazi wake. Kwa nini mteja kaja kununua gari, kakaa nusu saa nzima, wao wametoka na kuiacha ofisi wazi? Ego kafika pale na watopote lake ili kumletea mmewe chakula. Alifukuzwa kama mbwa. Jamaa alikuwa akimwambia, lengo lako wewe unitie aibu. Sasa nguo gani hizo ulizovaa? Mimi hata sijasema uje kazini kwangu. Kuanzia leo nisikuone ofisini kwangu. Dada watu kajitoa sana, lakini anafukuzwa tu kisa anaonekana mshamba. Alivyoendelea kulazimisha Mwamba ale chakula chake, jamaa alimsukuma, hebu toka hapa, shenzi nini? Kisha akamwambia mfanyakazi wake kwamba huyu mwanamke sihitaji kumwona tena hapa, umeelewa? Huyu mshamba mwenzako yuko wapi? Mwambie aje hapa haraka. Jamaa alimfokea mfanyakazi wake. Baada ya mshikaji kuja, Ray akamwambia, sasa wewe kwa ujinga na uzembe uliofanya leo, nitakukata $100 kwenye mshahara wako. Mchizi ni mkali kinoma. Usiku wa mahaba bwana ukafika. Dada kaja na kanga moja na kumwambia jamaa, panda kitandani bwana, tufanye, mimi nishaoga, nishajiandaa. Ray akasema, hapana bwana, mimi sipendi mambo ya kufanya bila kuandana. Mimi napenda unishike, unikisi, mambo kama hayo ndio wanaofaa, sio kukurupuka tu na kuanza tendo. Dada akauliza, kwa unatakaje? Jamaa akasema anachotaka. Bahati mbaya huyu dada alikuwa hajaelewa vizuri, kwa hiyo akampiga bonge moja la kichwa. Mchizi alianguka chini pale na kuanza kuugulia maumivu. Ilibidi aende hospitali akafungwe bandage. Alipolala alikuja na kuanza kumsumbua mchizi. Akaona huyu anaweza nipiga kichwa tena. Alikimbilia kwa jirani. Huku nyumbani kwa Maki, girlfriend wake akiwa amerudi, mchizi akamuuliza kwa nini kachukua gari lake bila kumpa taarifa. Dada sikaanza kufoka, kwa hiyo kisa gari lako nataka nikuabudu, eti nikupe taarifa. Kwanza usije ukafanya siku yangu iharibike. Kisha kamtupia funguo jamaa na kuondoka zake. Jamaa anatoa macho tu. Huku Ego akiwa anafanya usafi, Ray alikuja na kuanza kumwambia, aisee, bora tu nitoe ya moyoni. Mimi sipendi hivi unavyovaa. Unavaa kishamba shamba sana. Sasa sikia, nataka tutoke out. Kwa hiyo nitakununulia nguo badilike. Dada akawa anabishabisha pale, mbona nguo zangu ziko vizuri tu, mimi sitaki kupoteza pesa zako. Mimi sibishani na wewe, lazima ubadilike. Hivyo ulivyo hunivutii, unakaa kishamba shamba. Mtoto mzuri kama unakaa kishamba shamba, nywele gani zimekaa kama chizi? Unaongea kishamba shamba, unaongea kama mtu wa kijijini kabisa. Baada ya kuongea hayo maneno, Bidi sikaanza kulia. Mwamba hakujali wala nini, aliondoka zake. Siku inayofuata mtoto kashuka ngazi pale akiwa kavaa hicho kimini. Ray akaanza kumsifia, umeona sasa, wewe ni mrembo alafu una umbo zuri, hebu geuka nikuangalie. Dada anaona aibu, mapaja yake kayaacha wazi, hajazoea haya mambo. Alimleta hadi makeup artist aje pale kumfanyia huyu mkewe makeup. Alikuwa akikata haya mambo. Baada ya muda akajiona kapendeza, cause of course dada ni mzuri. Baada ya hapo si ndio akamtoa out. Sasa dada wa watu hajawahi vaa viatu virefu, alitaka hadi kuanguka. Kwanza alivivua vinampa shida na wigi linamchoma. Ray alimaindi sana, akaona huyu binti anampa tu aibu. Outing ikaishia hapo hapo. Alipofika nyumbani, binti kapiga magoti. Kozi Mwamba kachukia, lakini jamaa bado aliendelea kumtukana ili hali analia. Hajazoea haya mambo ya kuvaa viatu virefu. Ray alimaindi kwamba kapoteza pesa zake kumgharamia, alafu analeta ushamba wake.
kwanza alimfukuza. "Aisee, hebu niondokee nisije nikakupiga hapa." Kwa nyumbani kwa Mark moto umewaka. Mshikaji analalamika kwa nini girlfriend wake analala tu siku nzima wakati yeye anatoka huko nje kumtafutia pesa. Demu akajibu, "Mimi ni girlfriend wako, sio mtumwa wako. Wala wewe sio Mungu bwana. Hizi kazi sio zangu, hata wewe pia unaweza kuzifanya." Mark akasema, "Bora tuachane tu, mimi sioni faida ya haya mahusiano." Dada akasema, "We, labda kama mnaota, mimi na wewe hatuwezi kuachana kisa tu sababu ndogo ndogo kama hizi." Mwamba akaona kelele nyingi, ikabidi atoke zake. Kwani kwa Ray, jamaa alikuwa akimfukuza huyu binti kwa sababu kachoka na ushamba wake. Binti alilia sana kwamba asifukuzwe, lakini jamaa hakumuelewa wala nini. Alimfukuza na binti akaondoka zake. Baada ya hapo akampigia simu mamake na kumwambia, "Mama, huyu binti ni mshamba sana, mimi siwezi tena kuwa naye." Mamake akasema, "Mwanangu, usifanye hivyo, mvumilie huyo binti. Mbona nakutunza vizuri tu, mbali na ushamba wake nini kingine kibaka kufanyia? Hebu mrudishe binti wa watu, muelekeze vile unavyopenda wewe awe." Baada ya maneno ya mamake, ilibidi amrudishe tu mkewe ndani na kuomba msamaha kwamba akakosea sana kumfukuza, na akaahidi kumfundisha awe binti wa mjini. Hata alipokutana na rafiki yake Mark, jamaa alimwambia angekosea sana kumfukuza huyo binti kwa sababu ana adabu na heshima. Ray anadai kwamba huyu mwanamke anamletea aibu sana, lakini Mark akasema, "Wewe mfundishe huyu mwanamke ni mzuri sana. Hujui nao kukutana nao mimi yayusho." Mark aliporudi nyumbani kamkuta Sandra kalala na hajafanya kazi yoyote. Anasema kachoka wakati hajafanya kazi yoyote toka kaamka. Ila aliamka tu kujisnap na kurudi kulala. Mark akasema huyu mwanamke hana msaada kwake kabisa. Kukutana na mshikaji wake Ray, akawa anasema huyu mwanamke ni mshamba, kwa hiyo kampotezea tu, ila alimsifia kwamba anajua kupika sana. Mark akasema, "Ndugu yangu, umepata mke mwema sana, siku nataka nije nionje hayo mapishi yake." Sasa akaalikwa na mchumba wake Sandra. Ego alikuja na kuandalia chakula. Sandra alichukia kwa shemeji mtu kaonekana kukipenda chakula cha mke wa rafiki yake, na alianza kufokafoka eti kwa nini chombo alichokishika Mark na yeye apewe hicho. Si akaondoka. Hapo ndipo Ray akagundua matatizo alionayo yeye ni cha mtoto. Mshikaji wake Mark kapata mwanamke kivuruge kweli kweli yani. Kuna siku Mark alimpigia huyo Sandra simu akiwa na Ray. Sasa si akawa anamuomba msamaha na kusema kamtumia zawadi, lakini demo alimjibu vibaya na kumwambia achane naye. Ray akasema kumbe yeye ana mwanamke mzuri, ila jamaa yake kapata kivuruge hata mheshimu. Ilibidi aanze kumwelekeza Ego vitu vya mjini, hataki kujitesa kufua kwa mkono wakati kuna mashine ya kufulia hapo ndani. Alimtafutia binti aanze kumfundisha jinsi ya kutembelea viatu virefu na kumfundisha mambo ya fashion ili avae apendeze, amfurahisha mume wake. Sandra baada ya muda kuona Mark anampotezea, ilibidi aje kurudi na kuanza kuomba msamaha. Mark anamkataa. Kisha move on, hawezi kuwa na mwanamke kama yeye. Kisha Ray anamvisha pete huyu binti na kumwomba waishi wote maisha yao yote. Asante sana kwa kutusikiliza. Tafadhali subscribe channel hii ili uwe mtu wa kwanza kuzipata video zetu pindi tu tunapoziachia. Kwa heri.